Good morning, good morning. Praise the Lord. Karibuni asubuhi ya leo kwa maombi yetu. Ni siku ya pili ya kuomba na kufunga, na ni siku yetu ya pili katika siku 40 ambazo ziko mbele yetu. And so I welcome each one of us to join me, that we may move together, that we may walk together and have karibuni sana, karibuni sana. Help me to share kindly this morning. Help me to share this. Those on YouTube, Pastor Kinyanjui Joseph, help me to share by sharing the link. Those on Facebook, help me to share this live stream. Put it on your groups. Put it on, share it with your pages. And I know that the Lord will bless us. Thank you, Catherine. You are already with us. God bless you. Karibuni sana this morning. It's a Wednesday early morning here in East Africa, and we bless the name of the Lord. All of us who are following from abroad, may the Lord God bless you. May the Lord God be with you. Na neema iwatoshe katika jina la Yesu Kristo. Naomba tukaweze kuanza pamoja. Help me to share this by the grace of God. Help me to share this by the grace of God. Remember that we are getting the new year, and we are putting our lives into perspective so that we do not live amiss. We are not in this just for the sake, but the year, each day for us, it counts. And we want the Lord to bless us throughout and to walk with us by the grace of God. Na kwa hivyo wapendwa, hii ndio sababu kubwa ya kuwa na maombezi haya ya asubuhi. Tunataka kujipanga na wakati ambapo Bwana ametupatia. Good morning to you. Shalom Kadha. Share this, call more friends. All of us, we are also live on YouTube, Pastor Kinyanjui Joseph, and we make this prayer all the way to the 40th day by the grace of God. Adonai, kuna Mungu kama wewe. Amen, amen. Hakuna aliye kama Mungu wetu. Tutazidi kumwabudu, tutazidi kumuinua na hata kumtukuza, kwa sababu yeye ni mwaminifu wa kuaminiwa. Kwa hivyo wapendwa, ningewaomba tuweze kuomba pamoja, na ili tukapige hii safari pamoja, tuone mkono wa Bwana katika maisha yetu, in the name of Jehovah God. I want us to pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asubuhi njema hapa Afrika Mashariki, na Bwana tunakutukuza, tunasema ni asante. Thank you that it is our second day on the mountain of prayer, the mountain where we are not ignored, and the mountain where our God is present together with us. It is on the mountain where all forms of things that affect our lives are taken good care of. And Almighty God, it is the place where all things that oppose our lives are eroded away. My God and my Father, this morning we thank you for this honor, for this privilege. And now, Almighty God, we pray, may you hear us this morning. Forgive us our sins, oh God. Forgive me first any sin that can hinder this prayer, any sin that can affect this breakthrough. My God, we repent it in the name of the Lord. I lead my brothers and my sisters in repentance this morning, that Father, you can receive our prayer, you can receive our petition, and that God, our lives in the year 2024 will not be the same again. I pray, oh God, as parents bring their issues here, as businessmen and women bring their issues here, as the sick bring their issues here, my God, even them that are living without peace in very violent circumstances, I pray, oh God, that you are going to meet with us on this mountain. You are going to, oh God, to visit us.
You shall grant our prayer. You shall open the door for us. We shall find you when we seek you this morning, in the mighty name of Jehovah God. Bwana, ninaomba tunapoanza asubuhi ya leo na maombi, Bwana wetu, tunapopanda kwa mlima wa maombi, tunapolia mbele zako, tunapokutegemea, kukutarajia katika jina la Yesu kwa mlima huu, Baba, utapatikana nasi. Mungu mwema, utatujibu na utatutendea, in the mighty name of Jehovah God. Naombea wapendwa wote ambao wameamuka na mapema na hawataki Bwana kukosa kwa haya maombi. Bwana, kutana nao Mungu, hata wale watajiunga nasi baadaye. Mungu wetu, wainue, waneemeshe na uwajalie, na kila ombi Bwana ukalijibu katika neema na rehema, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Bwana, tunajua katika mlima wa Bwana milima itaweza kuyeyuka, mabonde yatajazwa, ufukara utaondolewa, na neema ya Bwana itaingia. Bwana, utatupatia amani na rehema na afya na maisha mema katika jina la Yesu. Naomba asubuhi ya leo Bwana, maombi yetu yakakufikie, maadui wetu ukawatawanye, na Mungu wetu silaha zote ukazivunje na ukatujalie na neema. Asubuhi ya leo pigana vita vyetu. Asubuhi ya leo katika anga ya kiroho Bwana, tupiganie. Vunja minyororo ya dhambi, vunja chochote kinachotufunga, na Bwana utuachilie huru katika mwaka wa 2024, ili Bwana tukapate baraka, neema na kibali, na Mungu wetu uso wako ukang'ae juu yetu. Na haya maombi, let it not be in vain, O God. We are not here as usual, but we are before you, our Father, because we know without you we can never make it. With you, Lord, we will have it all, in the name of Jesus. Bless us now. Hear us, O God. Establish me as I pray. Establish us as we pray. Establish us as we call upon your name, in the name of Jehovah God. My Father, my God, this morning, on day 2, O Lord, encourage us that we are able to pray. This is my prayer as we begin. In Jesus' name, I pray and I believe. Amen, 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 amen. Wapendwa katika jina la Yesu Kristo, na waombea ya kwamba baraka ya Bwana hii pamoja nasi, na ya kwamba mkono wa Bwana umetushika na unatuelekeza katika maombi haya yote, na ya kwamba hakuna mtu ambaye atakosa kupata majibu ya maombi yake, kwa sababu zote, kila mtu kuna maisha anaishi. Mimi ni mchungaji, kuna yale maisha ninatamani, kuna milango ambayo ninabisha ifunguke. Wewe ni mzazi, kuna milango unabisha ifunguke. Wewe ni mwanyabiashara, kuna matamanio na mambo ambayo unaashiria, unaangalia mbele, unataka itendeke. Wewe ni mtu ambaye ni mgonjwa, wewe ni mtu ambaye unataka kwenda ng'ambo, wewe ni mtu ambaye pengine unaekeza. Haya mambo yote ndio tunaleta kwa Bwana asubuhi jema, on the second day of our prayer and fasting, the 40 days of prayer, tukiaminia Mungu atatutendea na atatufanyia katika jina la Yesu Kristo. And so wapendwa, welcome on this journey of 40 days of prayer and fasting. It is a journey that we began yesterday. Yesterday was our first day, and we are finishing our fasting on 10th of February next month, this new year, by the grace of God. 40 days of prayer and fasting. The kind of fasting we are doing here is the fasting that we call the partial fasting. Partial fasting is the fast that you are able to take vegetables, you take fruit, and you take drinks. And so you can plan yourself how you are going to be taking these substances, even as you are encouraged to pray. The purpose of this prayer is to make 2024 be what God has intended for you and for me. There is that big purpose. Yesterday we read in the book of Jeremiah 29:11, the Lord saying, "For I know the plans I have for you." God has the full plan, the full knowledge of who He wants you to be, of where He wants you to go, of how He wants you to live. And so it is now our responsibility to download, to go for the whole plan and now manifest it, now implement it, execute it here in our practical lives by the grace of God. Na kwa hivyo Mungu ametupatia njia ya maombi ili tuendee mbele zake mpango wake, na ili maisha yetu tuyaishi kama mpango wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo mpendwa, the purpose why we are here asubuhi na mapema katika mwaka mpya, the door of 2024 is January.
The way you enter into the new year is the beginning of the year, and we are at the door of 2024. January the 3rd, tuko hapa, tunaingia, tunamwambia Bwana, our day will count, our week will count, our month will count. The whole year of 2024 must count. How does it count? By us becoming successful and prosperous in line with the plan of God for our lives. And how do we do that? We do it simply by praying. Ndio maana tuko hapa ili tukaitishe maisha ambayo Mungu wetu alitaka tuyaishi, ambayo Mungu wetu alitupangia. We are here to align our day, our week, our month to the will of God, to the plan of God, so that nothing will take an advantage of our lives by any standard. Shetani hana nafasi ya kuchanganya maisha yetu. Wachawi hawana nafasi ya kuchanganya maisha yetu. Hata wapiganaji wa vita, hakuna mtu ambaye ako na nafasi ya kuharibu maisha yetu, kwa sababu Mungu anatupenda, Mungu anatuwaza mawazo mema na anatujalia kila siku, kila wakati. Na kwa hivyo wapendwa, kama kuna mahali pa kupeleka moyo mungumu, kama kuna mahali pa kupeleka maadui wako, kama kuna mahali pa kupeleka magonjwa, kama kuna mahali pa kupeleka confusion, kuchanganyikiwa, it is the place of prayer, kwa sababu pale ndipo haya mambo yote yatashughulikiwa. Mpendwa, asubuhi ya leo, help me to share this live stream. We cannot afford anybody to start a day without just having what it is from the Lord, what it entails from the Lord, how to live it from the Lord. Kwa hivyo naomba mnisaidie kushare. Help me to share this live stream. If you are on YouTube, help me to share the link. You can even put it on your status and advance the plan of God in the lives of the people. Help somebody. Kuna mtu ambaye hajui kuna maombi na mapema hii. Pengine ako kwa gari anasafiri na yuko na simu. Pengine ako kwa ofisi, ako mbele ya screen yake, lakini hajafahamu kuna hii. Help me to share this so that as many people as possible can join in and get on board, so that we can pray together and we can be effective in the year 2024 by the grace of God. Wapendwa, kesho nitawaonyesha what number 24 means in the scripture, and you shall find that in the book of Revelation, number 24 is a number of worship. It's a number of singing, praising, bowing before the Lord. It is a number that shows the presence of the Lord together with his people. Let me tell you something today. If the Lord would appear before you today, we would not pray. If the Lord showed up by himself, the way yeye na uungu wake atokee mbele yako namna hii, mpendwa, I am sure one thing you do, you would fall down before him, bow down before him, and start worshiping him. That is all about number 24 in the book of Revelation. And even in the entire Bible, number 24, it's about the 12 tribes of Israel, and in the New Testament, about the 12 apostles of Jesus Christ. Ya kwamba hii ni misingi. In the 12 tribes of Israel, God manifested in the world through the tribe of Israel. Aliweza kujidhihirisha kupitia kwa Israeli kama nchi takatifu aliyoiteua. Alikuwa anajifunua kama Mungu wa Israeli. Na katika Agano Jipya, in the New Testament, Mungu anajifunua as the God of the church, Jesus Christ. And the church, the Bible says, the gates of Hades, you know, in Matthew 18, shall not prevail against the church. And then it says, I give you the keys of the kingdom of God. Whatever you bind here will be bound in heaven. Whatever you loose here will be loosed in heaven. That means that it is now the church that is hosting God on earth. And so the 12 apostles, the 12 tribes of Israel, they make the fullness of God on earth. When God visited the world in the Old Testament, he came through the 12 tribes of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. When he is visiting the world today, the Lord moves through the church. He uses men and women. He uses
the church as an organization, as an assembly, he moves. The prayer we pray, the Lord comes through. Na kwa hivyo wapendwa, in the new year 24, we can only be successful if we manage to get the presence of God to abide, to walk, to define and to go ahead of us. Lazima tuulize Mungu, tunakuomba, tunaomba utembee nasi, tunaomba utupeleke ubali ambao unataka tuende katika mwaka wa 2024. Tunatamani ya kwamba watoto wetu hata wakirudi shule, unaenenda mbele, unafungua milango yao. Ndoa za watoto wetu, Bwana, unaenenda mbele. Watu ambao wamekwama kwa addiction, watu ambao wamekwama katika hali ya kutekwa nyara na ugumu na ukali wa maisha, watu ambao wameshikika na mapepo na nguvu za giza, Mungu anaenda kufungua njia. Mungu anaenda kuwaweka huru kupitia kwa maombi. Warfares are done at the place of knees. Mahali tunapiga magoti kwa mlima, hapo ndio tunapata ule ushindi, hapo ndio tunapata ile neema na kufunguka kwa milango na ubali ambao tunaenda, ni Mungu ambaye anaufanya. Na kwa hivyo wapendwa, as we begin the new year, I pray that we are able to understand that the purpose of prayer, why we are in this prayer, ni kwa sababu tunatamani, tunataka, tunapenda tuishi maisha ya ushindi, maisha ambayo ni ya maendeleo, maisha ambayo sisi wenyewe tunafahamu ya kwamba ni Mungu aliye nasi na ni Mungu ataenda nasi. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ninawakaribisha katika jina la Yesu Kristo, na ili tukaweze kuwa pamoja katika maombezi haya katika jina la Yesu Kristo. Ningependa asubuhi ya leo tukaweze kuingia katika ombi letu ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, because I promised yesterday that we will be having 45 minutes of prayer every day, ambaye itakuwa inatufungulia siku yetu, na tunafahamu tunaelekea wapi ile siku mpaka siku ya 10, tarehe 10 mwezi wa pili. That will be the 40th day of our prayer and fasting by the grace of God. Wapendwa, this morning, yesterday we asked the Lord, Father, help us to pray. Tukamuomba Mungu atusaidie kuomba jana. And I know now we are in the mood of prayer. Now we have the zeal. Now we have the passion to pray. I want us now to enter into the second category of our prayer, to make our prayers effective. How do we do that? Mimi ninajua wakati unaamuka, unaelekea kazini, unatarajia ya kwamba utaweza kufanikiwa. Ile kazi unaenda kufanya, unatarajia matunda, unatarajia matokeo ya kwamba kuna jambo litatendeka. Wakati ninapeleka watoto shule, ni kwa sababu niko na matumaini ya kwamba siku moja watasimama na watakuwa na maisha mema. Wakati ninaenda hospitali, ninatarajia daktari atatambua magonjwa yangu na ataniwezesha kuweza kuishi maisha ambayo ni ya afya. Wakati wowote unaamukia siku, unatarajia hiyo siku inalipa, hiyo siku iko na mambo mazuri. Now, as we come to prayer, we have an expectation that our prayer will work, that our prayer will be effective, that our prayer will be answered, that our prayer will make our lives. And this morning, the Lord would want us to understand what is it that makes prayers ineffective. Ni nini hiyo inaweza kuzuia maombi yako kufika kwa Bwana? Ili wapendwa, when we know how not to pray, we will be able to know how to pray. Kuna mambo ambayo yanapinga maombi. Unafunga but hakuna kitu kinatendeka. Unajua maandiko inasema ya kwamba imani yetu itaweza kuondoa milima, na umejaribu kujenga imani, unasoma neno, unajaribu kuomba, lakini imani yako bado haijatosha, haiondoi milima. What is it that makes our prayers ineffective? What makes our prayers weak? What makes our prayers just a talk and a mere conversation? Ni nini hiyo inafanya maombi yetu iwe reja, maombi yetu isiwe na misingi na isiwe na uwezo wa kuondoa na kuvunja minyororo na kukemea mapepo? Kwa nini maombi yetu haifungui milango? This morning, the Lord would want us to learn that the prayer we are going to do for the year 2024 will be effective. You know, the Bible says that Elijah, in the book of James chapter 5, Elijah was a man like us. He prayed that it will not rain, and it did not rain, because the prayer of a righteous person is powerful and effective. Yani, what made the prayer of Elijah
powerful and effective was righteousness. That means if there was anything contrary to righteousness, the prayer of Elijah could have become just another prayer of another common local person ambaye katika kuomba anaomba tu bila kuelewa ya kwamba kuna binu, kuna njia ya kufanya maombi yako ifanye kazi. Haujawahi sikia watu ambao wako very confident anakuambia hii kitu mimi ninaamini. Remember Elijah, wakati walienda to the Mount of Carmel, the Carmel mountain, alisema ya kwamba tunataka tuombe, yule Mungu atajibu kwa moto, ndiye Mungu tutatumikia. The confidence in this man. He knew the moment I call my God will report here. He could even say, hii jambo nimeombea na inaenda kutendeka. Ndio alimwambia mtu anaitwa King Ahab, akamwambia until my word, hakutakuwa na mvua kwa miaka 3.5 mpaka neno la ulimi wangu litokee tena liseme. I pray in the name of the Lord that the prayers we are making at the beginning of this year itaweza kuvunja any form of addiction, itaweza kuvunja any form of hindrances, itaweza kuvunja, itafungua milango, minyororo itaanguka, mapepo na nguvu za giza za uchawi na ushirikina zitashindwa, laana zitavunjwa katika haya maombi in the name of Jehovah God. Wapendwa, hatutafanya maombi kawaida. Wachungaji tulio nanyi hapa, hakuna maombi ya kawaida tunafanya. Wazazi tulio nanyi hapa, maombi yetu hayatakuwa tu ya kawaida. Wafanya biashara, hata waajiri, the bosses who are here, the directors, the managers, the people in big companies and senior positions, mahali ambapo munaangalia munaona ni kama munazimia, hata wale ambao munafanya kazi ng'ambo na wengine wako na mambo mengi yanaendelea. I pray together with you today that our prayers will be effective. Our prayers must open the door. Our prayers must graduate us to the next level. Hatutaingia mwaka kikawaida, hatutaishi mwaka wa 2024 kikawaida, hapana. We are going by the will of God. We will get our ear. We will do the will of God in this year in the name of the Lord. Hata tutaenda kinyume na uchumi wa ulimwengu. Wanasema uchumi ukuna meltdown ya economy, lakini sisi tuko na economy ya mbinguni. Hatutegemei mvua, hatutegemei dola, hatutegemei biashara, hatutegemei bidii zetu. Tunategemea kile Bwana aliamrisha ni chetu kinakamilika katika maisha yetu. When you pray to this God effectively, our lives are never the same again. We shall show the world that the Lord has not left this world. The Lord is still operating in us. Kwa sababu watoto wetu watasoma, tutapona, tutaingia mlango mwingine, tutaona miujiza na ishara ikitendeka, tutafanya kazi na Mungu atabariki kazi ya mikono yetu, tutaomba na maombi yetu yatajibiwa, tutaitana na Mungu atatujibu, because our prayers will be effective this morning. Father, I pray in the name of the Lord, teach us how our prayers can be effective. Help us, Almighty God, to pray an effective prayer in the name of Jehovah God. Naombea mtumishi wa Mungu aliye hapa na anaomba, anayejiunga nasi na maombi haya na anatamani kuomba. My God, I pray that no call will go missed call. My God, I pray that no knock will go unanswered. I ask you, God, when we seek your face, be found of us this morning. Be found of us this second day of 40 days in the mighty name of Jehovah God. Bwana, naomba neema, naomba maombi haya yakafungue milango na maisha yetu yakafanyike upya in the mighty name of Jehovah God. Help us, oh God, that our prayers will be effective this day. In Jesus' name I pray and I believe. Amen, amen, amen. Wapendwa, this morning, what are those things that make your prayer ineffective? I want to send you to a day of working out your life so that your prayer can be effective. Number one, unconfessed sin. Wakati unakuja kuomba na kuna dhambi ambayo unajua iko ndani yako, na hiyo dhambi haujaikiri, hiyo dhambi haujaitubu, hiyo dhambi haujaiweka wazi, hiyo dhambi haujaifanya vulnerable, hiyo dhambi haujaipapasa, I am telling you, your prayer will not be effective. The Bible says in Psalm 66 and verses 18 to 19, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. But God has surely listened and has heard my prayer.
The Bible says, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. But because I have confessed my sin, the Lord has surely heard my prayer. Mpendwa, this morning, do not allow any sin to go unconfessed within your heart. Tunajuanga, hata mimi ninaelewa nina struggle na nini, wapendwa. Ni wale tu wako around me ambao hawajui, but I know there is a struggle, there is a certain sin within me. Maybe hata ni bitterness, maybe hata ni kutosameheana, maybe hata ni kuwaza mawazo maovu, maybe hata ni usherati, maybe hata ni wizi, maybe hata ni corruption, maybe ni mambo mengi tuko nayo ndani yetu, but we have never confessed them. If you continue to hide that sin in your heart, then that sin will always hinder your prayer. Your prayer will not be answered, because the right formula for your prayer to deliver results is by confessing and facing your sins, revealing your sins before the Lord and telling the Lord, Father, I am guilty. Father, within me, I am evil. I am wicked. My God, I pray, this sin si unisaidie kuiacha. This sin, Bwana, si unisamehe katika jina la Yesu Kristo. Na hiyo dhambi, when you face, when you confront your wicked you, when you confront that particular sin ambayo unafanya, Mungu naye ni mwaminifu, anaweza kukusamehea, anafanya upya wa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, what is that sin that you have cherished all your life? What is that sin that you say, Mungu ataelewa na Mungu atanisamehea? You no longer care about it. It has become part and parcel of your life. It is a lifestyle. Hata kuna wale ambao tunajua hiyo dhambi inatushikanga saa ngapi. Tunajua hiyo dhambi tunaipangianga siku gani. Tunaelewa hiyo dhambi lazima itakuja. Wiki haiwezi isha, mwaka hauwezi isha, kama hujakunywa, kama hujatukana, kama hujanyang'anya, kama hujaharibu maisha, kama hujavuja ndoa. Yani kuna ile dhambi ambayo huwa kawaida inakuja na inatuteka nyara na inatuangusha. Hiyo dhambi, on the second day of prayer and fasting, unaiombea, unamwambia Mungu, I pray in the name of the Lord that this sin I have hidden for a long time in my heart, I now bring it public before you. I now weaken it by confessing it in the name of the Lord. Father, fill our minds, fill our heart with the conviction of the Spirit of God that this sin should not be part and parcel of our lives. Mungu wangu, kuna wengine wamefungwa na dhambi za a certain addiction, na waombea this morning. Mungu wangu, siwasaidie, si hii dhambi wanapoiconfess, wanapoitubu, Bwana, si utusikie, na ili maombi yetu ya kufikia asubuhi jema. This is our prayer about the unconfessed sin. We confess it. Oh God, forgive us and help us, set us free from its power. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The sin number 2 that makes our prayers ineffective is idols in the heart. Kuna miungu, kuna vitu vinyago, kuna vitu ambavyo tunajiwekea katika maisha, na hizo vitu zinasimama kama ni miungu katika maisha yetu. The Bible says in Ezekiel 14 and verse 3, Son of man, these men have set up idols in their hearts and put wicked stumbling blocks before their faces. Should I let them inquire of me at all? God is asking Ezekiel, anamwambia, son of man, these men have set up idols in their hearts and put wicked stumbling blocks before their faces. Should I let them inquire of me at all? Watu ambao wako na msaada mahali kwingine, watu ambao wananifanya as a second God. Unajua, siku moja tulienda kuhubiri kule Masailand, na wakati tulikuwa tunahubiri, one of us akahubiria kikosi, we went as a team, na akasema, unajua, huyu Mungu anaweza kutusaidia katika vita na katika kiwango kingine, na watu wengi wakaokoka. When I followed with one of the brothers who got saved, akasema, unajua, huyu Mungu akiungana na miungu mingine ambayo inatusaidiana kuua simba,
basi hakuna mnyama tutapoteza hata mmoja, kwa sababu Mungu huyu na zile vitu zetu unajua uchawi wao na uganga wao, yani miungu wanayotumia wanaongeza mungu mwingine. Kuna watu ambao wanaweza ingia kwa haya maombi na wanachukua hii maombi wanaiweka na ingine na vitu zingine wanajisaidia nazo. Wakati unafanya miungu mingine, wengine wamefanya miungu ya pesa, wengine wamefanya miungu ya familia, wengine wamefanya miungu ya jambo fulani lazima ulifanye, pengine ni mambo familia yenu inafanyanga, kuna ushirikina, kuna mambo yanaendelea. And the Bible says if you hide these idols in your heart, when we inquire from the Lord, our prayers will not be answered. God cannot answer our prayers. If there is another source of power, if there is an opposing power in your life to the power of God, if there is something evil that you do ambayo inakusaidia na unachukua bado upande wa Mungu, unataka kusema mnasaidiana, that cannot be effective. Na ndio maana this morning you need to examine your own life to see if you are putting anything above God. You know, like your career, your possessions, your family, or even the ministry. I can be a worshiper of the ministry I serve. I can be a worshiper of the money I make. I can be a worshiper of the calling that I have. Lakini wapendwa, asubuhi ya leo the Bible says you can only be with God when He alone is your God, and anything else bows before Him. Anything else becomes chini ya Mungu. Haifai kuinuka na kusimama na kuonekana kama ni Mungu uko naye. Idols in the heart, they hinder our prayers. Mungu wetu na Baba wetu, asubuhi ya leo I pray in the name of Jesus ya kwamba kama kuna miungu, kama kuna watu katika maisha yetu tumeinua sana, wanakaa kama miungu yetu, wakituambia tufanye hivi lazima tufanye, hata kama sio jambo la Mungu. Pengine Bwana ni pesa, watu wanaabudu utajiri, watu wanaabudu mamlaka, watu wanaabudu kiwango ulichowaweka. Bwana ninaomba si utusaidie kushukisha hii miungu yote, na wewe Bwana ubaki ukiwa Mungu wetu. I pray now this morning that idols will not hinder our prayers, for our heart will only be a seat of our God and not of other gods. Father, we pray this morning, help us in Jesus' name. Tunaangusha miungu mingine na Mungu wetu anasimama katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu mpendwa, ambalo linapinga maombi yako. Remember, we are learning this morning what can make our prayers ineffective, what can hinder, what can shut out our prayers. Tunataka kujua hizo ni nini ndio tuweze kuziepuka, tuziondoe katika maisha yetu. We have said unconfessed sin. Number 2, idols in our heart. And number 3, wrong motives. Kwa nini unaomba asubuhi ya leo? Kwa nini? If God would do what you are asking for right now, would you worship Him? Yani yale maombi tunaomba ya mwaka wa 2024, if the Lord decided to do it all, would you remain a worshiper of the Most High God? Would you please and worship and praise our God? How would you behave if the Lord answered your prayer? Well, that is how to observe your motive. The Bible says in James chapter 4 and verses 3, when you ask, you do not receive, because you ask with the wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. When you ask, you do not receive, because you ask with the wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Why am I in 40 days of prayer and fasting as Pastor Kinyanjui? Is it so that the ministry I serve can grow and be better than my friends? Is my motive to beat my friends in the ministry? Kwa familia yangu, ninaomba ili tufanye nini? Do I want to prove something to my brothers or sisters? Apana. When my motive is right, my prayer will be granted. Because we are before God, who cannot be faced with an impossibility. We are before God, who cannot be unable to meet our prayers and our demands.
Our God is all capable. Na kwa hivyo mpendwa, kile kinazuia maombi ijibiwe is when your motive is not right. Do not pray to prove anything to your brother. Do not pray to be above others. Do not pray so that you can, have fun. Hapana. Omba jambo ambalo ukipokea linatukuza Bwana, jambo ambalo ukipokea unainua ufalme na utumishi ambao Bwana amekuita utumike. Omba ya kwamba ukipewa mapepo yanashindwa wakati unainua ufalme wa mbinguni. Your motive must be right. Why do I want my business to do well? Kwa nini ninataka kununua magari mengine? Kwa nini nataka kujenga majengo mengine? Kwa nini nataka kwenda ng'ambo? Kwa nini nataka kugraduate? Kwa nini nataka kuoa? Kwa nini naomba mtoto mwingine? Why am I asking for these things in prayer? Unataka baadaye kufanyike nini? Your motive must be right. I pray this morning in the name of the Lord that this third hindrance to our prayer will be done away with. Our motives as we pray this 40 days will be right. Ya kwamba tukiitana mbingu tunamwambia Baba, siulete muujiza. Hakuna kitu kitazuia huo muujiza because our motives are right. Mimi Bwana ninataka unipe dhahabu na fedha ili nipanue kanisa la Voice of God, ili tuweze kufanya maono na ufunuo uliofanya. Tujenge prayer centers, tujenge Christian libraries, tujenge cathedrals, tupande makanisa, tufungue broadcasting airways za kupeleka injili, tusafiri na missions agendas abroad, twende Kongo tukahubiri, twende Botswana, twende America, twende Asia tukahubiri. The motive must be right. Why are you asking for this provision? Mpendwa, kwa nini unauliza? Jichunguze kwa roho yako. Kwa nini unataka Mungu ajibu hiyo maombi ambayo unafanya? And number 4, kile kinafanya maombi yetu yasijibiwe, number 4 is lack of faith. Wakati hauna imani, maombi yako haitajibiwa mpendwa. Wakati haujaamini kuna Mungu atashuka na atende, kuna Mungu ambaye atatembea katika ile imani yako, yani haujaamini Mungu kabisa, hiyo prayer haitawezekana. The Bible says this in the book of Mark 11:24. Therefore, Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Belief comes from faith. Yani, belief is the action that you do. And the noun, what you receive, is faith. Faith is that particular license of God to operate in your life. Kile kinafanya maombi yako yapitishwe, yawe permitted, is the amount of faith you operate in as you pray. Imani ni kusema Mungu, mimi ninakuamini. How does faith come? The Bible says in the book of Romans 10, faith comes by hearing, and hearing the word of God. And so when the more you consume the word of God, the more faith builds, the more faith becomes your way of life. The way you are able to say, huu mlima utaondoka. Unaongea kwa imani. Unasema ninajua kuna Mungu, ya kwamba nikiomba jambo hili, anakuja kutenda, anakuja kufanya. My friend, when you have faith, your prayer will be effective. Faith is built by believing in the word of God, by going for more of the scriptures, by the grace of God. Mpendwa, si ninakuombea asubuhi ya leo that your faith will grow. Ya kwamba unapopiga magoti papa mahali pa kuomba, imani yako inatosha, imani yako inakuwa, imani yako inamguza Mungu na anajibu maombi yako, kwa sababu anaona mimi nina huyu kijana, huyu madam, huyu mama, huyu mzazi, huyu mzee ananitegemea, ananitumainia. Hey my friend, in your company, let your faith be in God. In your business, let your faith be in God. In your office, let your faith be in God. In your home, let your faith be in God. As you apply, as you go to interviews, as you go to drop your CVs, have faith ya kwamba Mungu amekupatia hiyo kazi, ya kwamba Mungu anafanya upite ile interview, ya kwamba Mungu anafanya hiyo visa itokee, ya kwamba Mungu anakuheshimisha hata katika nchi za ng'ambo mahali tunaenda kufanya kazi. I pray for you this morning that your faith
will not be lacking, that your faith will grow, your faith will be muscular, your faith will be powerful, even to move the mountains by the grace of God. Hallelujah, wapendwa. The grace of God, may it be upon us. Ya kwamba katika jina la Yesu, our faith will be effective. Number 5 of the hindrances to effective prayer, the things that weaken our prayer life, the things that can hinder these 40 days of prayer. Number 5 hindrance is unforgiving spirit. When you cannot let go, when you cannot release your brother, when you cannot release your sister, when all you carry is anybody who hurt you, when your heart is so full of bitterness and hurt, it is bleeding. You cannot be able even to say 5 words at a place of prayer without crying. Na haulii kwa sababu maombi ya vile unajimwanga mbele za Bwana, unalia kwa sababu ya uzito, kwa sababu ya vile hauwezi kusamehe. Unforgiving spirit, it makes our prayers unproductive, unfruitful. The Bible says in the book of Mark 11 verse 25, it says this, and when you stand praying, Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Wapendwa, ninajua watu ambao huwa wanatukwaza, watu ambao huwa wanatuhonga, wanatukanyanga, watu huwa ambao hawatupendi, wako nje kutuharibu na kutuharibia. It is very hard. Ukijua ni fulani alifanya ufutwe kazi, ukijua ni fulani aliangusha ndoa yako, ukijua ni fulani anachochea hata nyumbani, ukijua ni fulani amekukanyangia, huwezi inuliwa, you cannot be promoted. It is not easy to forgive. But you know what? This is why we are on the mountain of prayer, telling the Lord, my Father, this is how my heart looks like. This is how hurting I am. My God, I want to comply. I want to cooperate with what you say I do, so that my prayer can be effective. We can only come to this God and tell the Lord, Father, I come confessing that I hate mtu fulani, that I don't like kitu fulani, ya kwamba Mungu, mambo haya nimepitishiwa na fulani, na mimi Bwana ninakuomba leo uweze kuniondoa katika ugumu huu, uweze kuniondoa katika hali hii. Naye Mungu aliye mwaminifu, mpendwa, our God is as sure as his word is. Ataweza kuondoa huo mlima ndani ya maisha yako, ataweza kukutoa katika hiyo hali ya ule mlima mzito ndani yako. Learn to forgive, because the moment you refuse to forgive, your prayers become ineffective. Wacheni niwaambie kitu kingine, wapendwa, ya kwamba kuna watu ambao haya mambo ninayataja yako ndani ya maisha yetu, lakini huwa tuna flow sana katika maombi. Yaani unahisi ni kama maombi yako bado unaomba vile ulikuwa unaobanga, lakini matokeo hayakuji. What is that? I can tell you for sure. Unajua, nikisema jambo moja mara mingi linakuanga recorded in my mind, and I can even dream with it, kwa sababu it is recorded in my brain. The brain has a capacity to play the records, the memories. Na kwa hivyo ukiingia mahali pa maombi, unaweza hata ongea na dimi, unaweza hata kuona kama unapata ufunuo wa kuomba kwa lugha, unapata ufunuo wa kuombea mambo makubwa, lakini ukisema amen, hakuna kitu kimechange. What is wrong with that? It is because when you continue opposing, when you continue refusing, when you continue making what you believe, yani umeamini hautawahi samehe mtu na unasema sitawahi msamehe, hata ulihama hiyo kanisa yao ndio usiwahi kumsamehe, hata ulitoka kwa hiyo boma na hautawahi wasamehe, ukiendelea kuomba, hiyo ni mazoea. Your prayer is not going anywhere. There is no revelation of the Spirit. It is the record in your mind that is playing. Unacheza tu kawaida, unacheza kanda katika mawazo yako. It is not that the Holy Spirit is leading you. And at some point utajipata kuna dhambi unafanya,
and you are not guilty, ni kwa sababu hakuna, you are not in touch, you are not in step with the Spirit of God. Kwa sababu wakati anakuonyesha ondoa hii dhambi ndio maombi yako ijibiwe, ondoa hii dhambi ndio maombi yako iweze kufanyika, unakataa, unazoea, and so you become weak and weak and weak. And maybe one day utasema hata hizi kanisa, au one day utasema hata huyu Mungu, hata haya maombi ya Pastor Kinyanjui ni kama sio effective. My friend, it cannot be effective until you remove these hindrances, until you confess your sins, until you come and remove the idols in your heart, until you take away the wrong motives, until your faith grows, until unforgiving spirit is taken out of your life. Maombi yako haitaweza kuwa effective, mpendwa. Na kwa hivyo wapendwa, mimi ninawauliza, kuna haja gani uweke kamba juu, ukanyange stool, ujitie kwa shingo yako ile mkanda, alafu ugonge meza, alafu ukufe, imagining that your enemy will die? Itakuwaje unachukua sumu, unakoroga, unakunywa, na una expect ati adui yako ndiye atakufa? That is what unforgiving spirit does. Wewe unajimaliza ukifikiria maadui wako ati utawamaliza. Hawawezi isha. Unforgiving person anakuanga amechoka, anakuanga na sura mbaya, anachukuanga na mazito na machungu. Mtu ambaye haja forgive, his world is full of violence, kwa sababu kuna mambo yanapigana ndani yako. In fact, you hurt more than the person who offended you. Na hao watu unakutanga wako strategically positioned. Ukiingia kwa gari unakuta yule adui yako, ukiingia kwa ofisi ndio unakuta jina lake. Simu ambayo unaona unaipokea ni yani anakutext mambo ya kukuwaza tu. I am praying for you as we head in the 40 days of prayer and fasting. Work on this unforgiving spirit in the name of the Lord. Father, I pray with my brothers and sisters. This is tough. This is hard, but God, we have to do it, oh God. We must forgive, because unforgiving spirit, He does our prayers, my God. How I pray now, release us from this prison, break these chains, Almighty God, and set us free so that our prayers will be effective. My Lord, help us on this second day. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The number 6 hindrance that makes our prayers unanswered is lack of persistence. Wakati haufuatilii jambo, wakati una give up so early, ni kama ukuje kwa mlango unabisha lakini hakuna mtu anakusikia, unabisha tena hakuna mtu anakusikia, unaamua kuenda. There was a time nilienda mahali kwa ofisi fulani, and I really needed that signature. Nikabisha mara ya kwanza, hakuna mtu. Nikabisha mara ya pili, hakuna mtu anajibu. Ninapiga simu, hakuna mtu anajibu. I almost gave up. Kumbe yule ambaye nilikuwa namuita alikuwa tu hapo ndani, lakini alikuwa amelala kiasi. Na my letter was timed. I had the moment you lose persistence, unapotezanga mambo mengi sana, mpendwa. The Bible says in Luke 18 verse 1, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. If you read the book of Luke 18, if you go down 1 to 8, you will hear Jesus himself telling the disciples, do not give up. Keep praying. Do never give up. Never hang up on the line of prayer. Kama jambo alikutendeka last year, lilete kwa maombi. Kama jambo alijatendeka within the second day of January, lilete kwa hii siku ya 3. Tuombe, tuaminie Mungu. Don't give up on your son. Hata kama mama umeombea your son for how long na amekunywa pombe, amevunja ndoa ngapi, don't give up on your son. Don't give up on your daughter. My dear, don't give up on your career. Don't give up on what God revealed to you ya kwamba atafanya. Hata hiyo dhambi unang'ang'ana nayo, don't give up. One day it will go down. Utaiweza, utaishinda. Don't give up on that person who have sent you with the prayers. Endelea kumuombea, endelea kuaminia. This God
God, whom we are on his mountain, is the Almighty God, the one who is from everlasting to everlasting, and God Emmanuel together with us. Mpendwa, ninaomba, let your persistence, let that consistency, let that constant prayer continue. Usigive up, whatever it takes, endelea kwa maombi. Na ndio mimi wakati wote tunaanza mwaka, I am persistent in this 40 days, and I am consistent on my prayer life, and I pray that the Lord enables me even to lead others, to help others, that we can pray, we can believe in this God, and we can look upon the name of the Lord. The number 7 of the hindrances to prayer is less prayer time. Wakati unaingianga tu kwa maombi na haraka, yani unaomba tu asubuhi na unachanganya. Unajua kama wakati huu tuko kwa maombi tunasema ni 40 days of prayer, you can find yourself only having the number 40 days of prayer, but you are not praying in the day. Less prayer time. The Bible says in Matthew 26 verse 40, couldn't you men keep watch with me for 1 hour? That is enough, longer time, enough time in the presence of the Lord. Kuna watu huwa wanaombea chakula asubuhi, wanaombea kazi asubuhi, wanaombea miujiza asubuhi, ati ndio wasiwe na mzigo wa kuomba katika nyakati zingine za mchana. My friend, invest as much time as you can in prayer. That will make your prayers effective. That will make your prayers count by the grace of God. Na kwa hivyo wapendwa, let us involve time. Let us invest time in our place of prayer. Ongea na Mungu yote. Mwaga roho yako mbele za Bwana. Imagine how long you talk on a phone, especially wakati uko na enough air time. Imagine how much you spend time with your friends. Mkiwa mumeketi, munaongea na hamchoki. Imagine now having to talk with God such long time. The person who can change your life, the power that can influence your life can be changed forevermore. Number 8 hindrance is stubborn disobedience to God's word. Unaposikia neno la Mungu, mpendwa, obey that word. Because we go to God to pray the word of God. Our faith is built on the word of God. Kwa hivyo mpendwa, wakati unatokea mbele za Bwana, ingia katika neno lake. The Bible says this in Zechariah 7 verse 11 to 13. But they refused to pay attention. Stubbornly, they turned their backs and covered their ears. They made their hearts as hard as flint and would not listen to the law or to the words that the Lord Almighty had sent by his Spirit through the earlier prophet. So the Lord Almighty was very angry. When I called, they did not listen. So when they called, I would not listen, says the Lord Almighty. God calls us through his word. God speaks to us through his word. And he says, when I called, they did not listen. When they called, I would not listen, says the Lord Almighty. Be obedient to the word of God. Refuse that stubborn disobedience to the word of God. Kuna neno linakuja, unaona hili sio langu. Ni kama unaliopose. Unasema huyo mchungaji, unasema huyo ndugu, unasema hili ni la huyu. Na pengine ni Mungu anakunenea kwa roho yako. Una feel even in your spirit ya kwamba hili ni neno linaingia, linagonga vizuri ndani yako, yet you want to bounce it out. Hapana mpendwa. The Bible says, when I called, I'm reading Zechariah 7 verse 11 through 13, and the verse 13 is what I'm emphasizing. When I called, they did not listen. So when they called, I would not listen, says the Lord Almighty. Wapendwa, let us be people who obeys the word of God. Let us be people ambao wanaamini neno la Mungu na wanatamani neno la Mungu lifanyike katika maisha yao. This morning, I pray for us. There are so many hindrances, but I have mentioned a few. I pray in the name of the Lord that you are able to work out your faith. You are able to believe in the Lord and to count on him and to tell the Lord, Father, I pray that my prayers in these 40 days of 2024 will not be ineffective. My prayer will be effective.
My prayer will move mountains. My prayer will change my family. My prayer will break every bondage, will set me free. My prayer will open the door in the name of the Lord. And you know what, mpendwa, mimi ninakuombea, mimi najiombea that our prayer this time will make 2024 that memorable experience in the year ambayo Mungu ameshuka na ametenda na amefanya katika jina la Yesu. Our Father and our God, now we have known how prayers cannot be answered. We pray, oh God, help us to effect how prayers will be answered. We want to pray an effective prayer. We want to be remembered. We want to be excited and to be noted that we are men and women who went to the mountain of God and things happened. Milango ilifunguka, majira yalibadilika, watu walipona, milango ilifunguka, watu waliinuliwa, kanisa zilijazwa, Mungu na nguvu za Mungu zilitembea katika uchumi, hata vita ulimwenguni zilisimama kwa sababu kuna watu waliomba, kuna watu waliitana na minyororo ikafunguka. My God and my Father, I pray with them ambao wanapitia hali ya uzito wa maisha. Wengine wametafuta mtoto hawajapata, lakini sasa Bwana, vile tumejua maombi inaweza kufanyika namna gani, watapata watoto. Hiyo familia itakuwa na mtoto katika jina la Yesu. Kuna wengine ni wagonjwa, wengine ni magonjwa makali, hata wengine wanajiandaa asubuhi kutembelea wale wagonjwa wa mahospitali. Ninaomba Bwana, wale walio na wagonjwa, Bwana, siusikie maombi yao, nikiungana na wao Bwana, ufungue njia, uwaponye katika jina la Yesu. Hata wale wako na malons hayajaweza kulipika, wale wako na bills za hospitali, bills Bwana za mambo mengi, ninaomba katika jina la Yesu, siushuke uwatembelee, siushuke uwatendee katika jina la Yesu Kristo. My God and my Father, this time round our prayers will be effective, our prayers will be answered, our prayers will happen in the name of Jesus. Asubuhi ya leo Bwana, tuwezeshe on our second day of prayer and fasting ya kwamba Bwana, maisha yetu, maombi yetu itahesabika na itatimika, itajibiwa katika jina la Yesu. Mungu wangu, ninaomba wapendwa wanapofunga safari zao asubuhi ya leo, wanapoelekea mahali tofauti kazini, ya kwamba Bwana unaenda kutenda, unaenda kujidhihirisha, unaenda kujionyesha katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao hawajui wanaelekea wapi, wale ambao wanaenda kutafuta kazi, naomba Bwana waelekeze mahali riziki yao umeiweka katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao maadui wamewapangia ya kwamba leo lazima waanguke, ninaomba hao maadui wasabaratike, hao maadui waanguke wao katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna ajali imepangwa na mapepo, hiyo ajali it is backfiring in the name of the Lord. I pray in the name of Jesus. Kama kuna silaha zimeandaliwa ili zipinge maisha Bwana ya wapendwa, si uivunje katika jina la Yesu. I pray today our prayers will be effective, our calls will be answered. My Father, my God, come through upon the lives of your people, and on these 40 days of prayer and fasting, Lord, encourage us, refresh us. My God, carry us in your hands, get us to where you want us to be in year 2024 in the name of Jesus. Naomba utuwezeshe kuomba siku ya leo, nyakati zote tunapata tuombe katika jina la Yesu. My God and my Father, I thank you for my brothers, I thank you for my sisters. Now I ask you, you who is all able to do more than you can pray or imagine, oh God, in view of your mercies and compassions, grant this prayer and help our spirit. Come through, oh God, and grant the whole of 2024 as a prosperous, successful year for us in the name of Jesus. Bless us even with this day. This is my prayer for your people, even as I pray for myself. In Jesus' name, I pray and I believe. Amen, amen, amen. Wapendwa, Mungu wabariki na neema ikawatoshe. It's always my pleasure to have you here on board and pray. All of you who followed me on Facebook, may the Lord hear every prayer that you are making. All of us who are on YouTube, may the Lord God bless you, and may the favor of God be upon us. Remember, our time is every day apart from Sunday. Tutakuwa hapa to the 40th day every morning, 7 a.m. 6 a.m. to 7 a.m. In the morning East African time,
May the Lord bless us. Wale ambao mshajiunga, naomba tusishuke, tuendelee every day. Call your friends, help me to share this. Let us come and pray together. Mungu awabariki, Mungu awaneemeshe, na mkono wake uwe juu yenu mnapoomba. You can reach out to me if you have a prayer item you want to share with me on my inbox here on Facebook. You can also have my number. My number is 0725 743 631. 0725 743 631. It is also on my Facebook page. Unaweza ipata and you can use it to WhatsApp me, ama unaweza kuniita na ili tukaweze kuomba pamoja. Mungu awabariki, awajalie na neema iwatoshe. The kind of fasting we are doing is the partial fasting. I want to be clear. Partial fasting, or what you would call a vegetable or the Daniel's fast, whereby you can take vegetables, fruit or drinks, alafu unaendelea kuomba all the way to the 40th day, na Mungu atatusaidia na atatuwezesha. Tunaenda 40 days, we shall climax on 10th of February by the grace of God. Mungu awabariki na Mungu awaneemeshe, and thank you for tuning in. Neema iwatoshe. I love you, na Adonai Mungu wetu awe pamoja nanyi katika jina la Yesu Kristo. Shalom and have a blessed great day. Thank you Katha, thank you Pasi, and may God bless you. Thank you Essie, thank you everybody who has been with us. God bless you. Shalom.